mama kwa mama. Na ndio maana Mungu anafikia kuachana. Kwa nini? Kwa sababu kiachana, mtoto atapata malezi ya baba, atapata malezi ya upande, au wakati mwingine atakosa baba, atakosa mama, atapata malezi ya watu wengine kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sababu ya kudumu, kwa maana ya kwamba sababu ya kudumu katika fundisho la mitume, ili wewe upate malezi ya kweli ya kiroho, upate malezi ya kweli ya kimungu, upate malezi ya kweli ya kiutakatifu, upate malezi ya kweli ya kumjua Mungu wa kweli, na kuwa na ibada ya kweli, ya kuwa na mafundisho ya kweli, na kuwa na tabia njema. Amina. Amen. Kinyume cha hapo, ndio maana unakuta mafundisho katika Ukristo yanajikanganya. Wengine wanakuambia, Mungu haangalii mwili, anaangalia roho. Haleluya. Hivi roho inakaa wapi? Kwenye mwili. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo anaupita mwili, hauangalii, basi anaenda kule rohoni. Sio kweli. Maana yake ni kwamba Mungu anaangalia roho. Kwa maana nini? Kwa maana mwili unatekeleza yanayotoka wapi? Ndani. Amen. Amen. Mwenendo wako wa nje ni matokeo ya wapi? Ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kwa hiyo haiwezekani ndani ukawa mwema alafu nje ukawa, ukiwa mwema na nje utakuwa mwema, ukiwa mbaya ndani na nje utakuwa mbaya. Kwa hiyo matokeo ya nje chanzo chake ni ndani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linapohubiriwa halikai kichwani. Neno la Mungu linakaa kwenye moyo. Cha kwanza kabisa ni upate nini? Moyo wako wewe. Maana moyo ndio mtu. Haleluya. Sio kile kiungo kinachodunda hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ule moyo unawakilisha roho ya mtu. Sawa? Amina. Kwa sababu roho ya mtu huwezi kuiona. Amina. Amen. Wewe ukisema roho ya mtu, unazungumzia moyo wa mtu. Ukizungumzia moyo wa mtu, unazungumzia roho ya mtu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya.